must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus that help me, Jesus alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, I cannot bear my burdens alone. I must tell Jesus, I must tell Jesus, Jesus can help me, Jesus alone. Amen. Amen. Kuna wimbo mzuri. Sasa tutafikisha hapo pande ya wimbo. Karibisha mnenaji wa siku ya leo. Pamoja nani wamemkaribisha? Karibisha. Maisha yangu ya Kristo, nikizaliwa nilipata baba yangu akiwa kanisani, alikuwa Mkorinthi. Kanisa ingine ilikuwa inaitwa Church of God, kama kanisa la Mungu. Na hilo kanisa la Mungu, Mungu akina baba yangu wakafundisha mwanamke anafaa kufunga kitambaa na avae nguo refu, na pia mwanamke hafai kuhubiri kwa kanisa ama kusimama kwa kanisa, hafai. Ni akaya atulie, kwa sababu mwanamke ni nini? Ni najisi. Kwa najisi. Kutoka hapo kabadilisha, wakati ule nimetoka nyumbani, kasikia alibadilisha hiyo, akaingia kwa kanisa la Kisabato. Kuvaa ni kule kule tu, tabia ni zile zile tu, lakini sasa wakabadilisha, wakaingia kwa kanisa la Kisabato. Amekufa mbili ya siku kwa hiyo kanisa la Kisabato. Nataka kusema, nikisema hivyo, nilikuwa nataka kusema maisha yangu mimi sijalelewa kama si uko kwa kanisa. Nimelelewa nikiwa kwa kanisa na sijawahi penda maisha ya kukaa bila kuwa kwa kanisa. Na katika kupiga hiyo safari yote, wakati tunaenda huko, simuliona kuna Mkorinthi. Ndugu yangu wa pili Mkorinthi. Kwa hiyo kitu haikutoka kwa baba yetu. Na si ati kwamba alikuwa Mkorinthi, alikuwa kile kwa pili. Na tumekuja, wengine wametoka, kwa hiyo dini hivyo tumebadilishana hivyo. Nikipenda hiyo nikisema hivyo, nilikuwa nataka kusema mimi katika kupiga hiyo safari yote nilikuwa natafuta kujua ukweli. Na kuna mahali nilifika kabla sijajua SDA. Nikawa nimepelekwa mahali panaitwa Krisoi kwa pastor hapo. Na nikachukua kanisa hapo. Lakini nikasikia bado. Kwa nini? Ukienda kwa walevi, Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa watu ambao hawajaokoka, Bwana Yesu asifiwe. Ukienda kwa mtu ameokoka, Bwana Yesu asifiwe. Bora uende kanisa. Kanisa ni mwitero.
sote tukakutana kwa Mungu. Hivyo nikawa najiuliza, na hii kitu ni ukweli? Ni ukweli? By the way, hiyo kitu niliishi kujiuliza. Ni ukweli? Hii makanisa yote ni ya Mungu. Na hii makanisa yote tutakuja kukutana kwa Mungu. Kukutana na wabili wengine wanakuambia, Mungu akishuka atakuja kuokota. Anakuja kuokota. Kuokota ni ku. Sasa kama ni Catholic atafute 5, PCA 10, Catholic independent 6, hivyo atafute hivyo. Sasa aokote watakatifu wake ndio anasemaga hivyo aende nao mbinguni. Nikawa najiuliza, ni ukweli? Hiyo kitu ilinisumbua sana. Na nilipokuja na Nakuru, nilikuwa nafuata Dasha. Lakini nilikuwa naona Dasha anahubiri mahubiri yake, akihubiri anahubiri siku badala ya kuhubiri nani? Yesu. Na hata nikawa na mtibishano naye hata kwa mtandao. Mnapenda sana kuhubiri siku badala ya kuhubiri nini? Yesu. Na tukawa sasa tunafungana hivyo. Na nikakuja kujua katika safari yako yote kumbe kuna mahali ambapo Mungu alitaka nijue ukweli baada ya ile. Na saa hii huwa ni kwa nini sikujiunga na kanisa la Kisabato ama kanisa la SDA Adventist wakati ule. Nataka kutengeneza mazingira kidogo. Kuna watu pia wakikuja kanisa kama hili, kama dada yangu, pengine amezoea watu wengi. Na ndugu yangu pale pengine kanisa ile ameenda because ninajua hii si siku yako ya kwanza kuja kwa kanisa, umeingia kwa kanisa. Pengine hujakutana na watu kama hawa na wanasema wako kwa kanisa. Hebu tuone Biblia Yesu anasema nini katika Mathayo 18:18 inasema nini? 18:18 inasema nini? Tuone Yesu alikutana na watu kama hawa na ndio hilo andiko liandikike. Anasemaje? Amin nawaambieni. Yoyote mtakayofunga duniani yatakuwa yamefungwa mbinguni. Na yoyote mtakayofungua duniani hapa duniani yatakuwa yamefunguliwa mbinguni. Teremka na andiko. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenyu watakapopatana duniani katika jambo lolote, ya kuwa wawili wenyu watakaokutana duniani kwa jambo lolote watakaloliomba watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Malizia. Kwa jina langu nami nipo papo hapo katikati yao. Ikiwa wamepatana kwa jina la Baba ama la Mungu, hapo katikati Mungu yuko nao. Sasa katika kanisa wale watu ambao wanapenda wingi wako nje ya hiyo andiko. Ni kweli au si kweli? So hiyo Kenya haijaeleka vizuri. Kwa hiyo hebu yake. Ndio inasema. Kwa yangu inasema kwa Kiswahili hiyo Matthew 18:20. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Ile imeruka basi. Iko na kanyeruka. Hao wawili na watatu wamekusanyika kwa ajili ya jina la Mungu. Hapa tumekusanyika kwa nini? Tumezidi wawili. Wengi. Tumezidi watatu. Kwa hivyo Mungu yuko wapi? Yuko pamoja na sisi. So wale watu ambao huwa wanaangalia umati wako nje ya hiyo andiko. Kwa sababu kuna mtu hata akikuja achungulie pale, nimeenda hapo nikakuta ni watu watano. Anaenda kanisa niko na watu wengi. Sasa sisi Kagilia anapenda kusema hata afadhali tukae hivi ndio tujuane. Kama dada yangu ungekuta tumejaa mpaka kule kwa mlango, hatungekujua. Hata ndugu yangu hatungekujua. Lakini sasa hivi nimekuona tangu ulipoingia, nimeona ndugu yangu pale tangu nilipoingia. So hata tukikutana naye kwa barabara, tutasalimiana, tutashuhudiana, uko aje, umekaaje, unaendeleaje, hivyo, si ndio? So tuingie kwenye sana nataka nikae taupili kwa dakika chache. Na kuna kitu moja nimekuja kujifunza katika maisha ya Ukristo.
mti ndio upandwe, hauwezi kuangusha mahali pale kwa barabara na useme utamea, haiwezi. Inabidi huyo mti uitengenezee mahali ndio ukiupanda umee. Nyumba kama hii ndio isimame hivi venye imesimama, ilibidi ijengewe foundation ndio isimame. Kama tungekuja tu na tugonge hii miti, pengine ingelishabebwa na upepo. Naye Mkristo, wakati mimi na wewe tulizaliwa, kwa sababu hatukuweko dunia ikiubwa, tumezaliwa tukakuta, ndio sasa tuko kwa kiroho, tukakuta hali ya kiroho bado inafanya nini? Inaendelea. Na kwa sababu bado inaendelea, foundation ya kiroho tunaiweka wapi? Mtu si anisomee Waefeso 2:20. Inasemaje? Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Kumbe kuna msingi, si ndio? Tumejengwa wapi? Juu ya msingi wa mitume na manabii. Juu ya msingi ya mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Naye Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni. Juzi tulikuwa tunaongea na mtu nikimhubiria. Amekuja kazini nikamhubiria, nikamkutia hiyo andiko. Nikamwambia tumejengwa juu ya misingi ya mitume na manabii. Nikamuuliza, manabii ni akina nani? Dada yangu nikuuliza hiyo swali. Manabii ni akina nani? Sema tu. Wale kusamba wamegundua tu makanisa tofauti. Wanahubiri kinyume na Mungu. Maura, manabii ni akina nani? Akina Musa. How about tumejengwa juu ya misingi yao? Manabii ni wale manabii wa kuanzia Abraham, na Musa, Musa alikuwa anafanya hata sisi. Yes. Manabii ni wale ambao walitangulia kuandikwa katika Biblia. Nitumie hii neno katika Agano la Kale, venye Mola amesema akina Ibrahimu, akina Musa, akina Yeremia, akina Nehemia, akina Isaya. Hao ndio manabii inasema tumejengwa juu ya nini? Ya misingi yao. Na si mitume mnawajua? Ni wale 12. Sasa kama tumejengwa juu ya misingi yao, ni kumaanisha kile walifanya tufanye nini? Tuifanye. Kile walifanya tuifanye. Na tukiangalia sana katika imani, tukirudi nyuma, wale ambao wametutangulia kama baba yetu wa imani ambaye ni Ibrahimu, tukirudi kwa fungu la kukariri, nisomee. Inasemaje? Na katika hili twajua ya kuwa tumemjua yeye. Yes. Ikiwa tunashika amri zake. Na Ibrahimu, kwa sababu tunafaa kushika amri zake. Ibrahimu alishika amri za Mungu. Ibrahimu alishika. Hapo kwa andiko gani? Hebu nisomee Genesis chapter number 26:5. Nisomee. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Kwa sababu Ibrahimu alisikia sauti yangu. Akahifadhi maagizo yangu. Na amri zangu. Na hukumu zangu. Na sheria zangu. Isaka akakaa katika Wachia hapo. Ibrahimu alifanya nini? Alishika hukumu za Mungu na amri za Mungu. Na akasikia, alifanya kusikia sauti ya Mungu. Akashika hizo amri na maagizo ya Mungu, aliyashika.
Kwa hivyo tumejengwa juu ya misingi ya mitume na nani? Na manabii. Kwa hivyo Ibrahimu akisimama hapa na sisi tusimame hapa, tuko laini moja. Wakikuyu wanasema mutaratara. Mitume walipokuja hawakuondoka kwenye mitume kwenye manabii, walifuata vile manabii walifanya nini? Yesu Kristo alipokuja alienda kando? Hakuenda kando, alishikilia hapo hapo, akashika amri na maagizo. Na tukimsoma Yesu, hakuna mahali ametoka nje ya mapenzi ya Mungu wala mapenzi ya kanisa, hakutoka nje. Na sasa kuna swali tunaweza kujiuliza, na kwa sababu tunaweza jiuliza, na mimi huwa najiuliza, hata sasa hivi najiulizaga, hizi makanisa zingine zote za kisasa wako katika juu ya manabii na mitume na Yesu Kristo, kwa sababu ndiye jiwe kuu la pembeni. Unajua tunapoangalia kuna maandiko mengine tukiyatumia jiwe kuu la pembeni, wakati watu wenye wamefanya ujenzi, nielezee hivi kwa sababu kuna watu hawajui. Wakati tunajenga mzee anasema hapa ni ile jiwe ya kona. Ingereza inaitwa chief cornerstone. Hilo ndio upigiwa kabiro. Kabisa. Lile la kona na hili hizi katikati ufutwa kwa kamba ya hii. Hii inafaa isimame kwa kamba ile ya kona ndio nyumba itoshane. Kama ujeweka hiyo na ujenge upigie katikati hizi, hiyo nyumba itapea. Ni ukweli. Hiyo ni ukweli. Na hilo jiwe ndilo tu linachukuliwa kwa kabiro. Na likichukuliwa kabiro, hizi zingine hazichukuliwa kwa kabiro. Hizi zinafuata, zinafungwa kamba na zinafuata hiyo kamba. Wachana na sasa wameleta mawe kutoka ya mashine. Zamani tukijenga ilikuwa unaletewa mawe kutoka Kwale. Na kama hii mawe itakusumbua, ilikuwa unabidi unafanya nini? Unachukua nyundo, unaonga, inaingia kwa kamba. Leo hii ndio maana unaona tunahubiri kuhusu nini? Sheria za Mungu. Iwapo hautaingiana na manabii na mitume na Yesu Kristo ndiye jiwe kuu la pembeni, iwapo hautaingiana, tunakuchonga kimaandiko mpaka uingie kwenye kamba. Na kuingia kwenye kamba tunakuanzia hapo. Iwapo haufanyi, hata kama unaenda kanisa Saturday na ufanyi kama mitume na ufanyi kama manabii, kuna mahali imefika ukapotea, tutakupiga kwa nyundo ambaye ni neno la Mungu kulingana na Yeremia mpaka uingie kwenye kamba, na ndio tuende pamoja. Hebu nisomee chapter number 3 wa Efeso hiyo. I think ni 3:4 ama ni 4:3. Ambayo inasema aje? 3:4 inasema, kwa hayo myasomapo mtaweza kuutambua ufahamu wangu katika siri yake Kristo. 4:3 nasema na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Ama inasema aje? Hapo hiyo. 4. Mwili mmoja na roho moja. Kama na mlivyoitwa katika tumaini moja. Na kama mlivyoitwa katika tumaini moja. Na wito wenu. Endelea. Bwana mmoja. Imani moja. Ubatizo mmoja. Sasa swali inaigiaga hapo. Bwana mmoja, imani moja. Sasa kuna makanisa mengi sana yameformiwa. Ni ya Saturday yameformiwa. Leo hii unakutana na mama. Kama hujafunga hapa na hujafaa nguo mrefu, wewe si Mkristo. Wewe hujui Mungu.
na ni ya Kisaturday. Ukikuja SDA mzee, unakuta mama kama huyu, unamwambia wewe kwanza hujaokoka, ende ufunge kitambaa na uvae nguo mrefu uende vizuri. Unaona? Lakini wale ambao ni citizen wa mbinguni, Biblia inasema wawe ni Mungu mmoja, Roho mmoja, roho moja, mwili mmoja, imani moja na mwili mmoja. Na mwili mmoja. Tukiingia kwenye maandiko, alafu kuna wengine wazee. Ukienda kanisa la mzee wa kidevu, hivi venye nimevaa niko uchi. Niko uchi. Jua iwake, jua isiwake, uvae koti ama jacket ama sweater kwa mrefu. Hivi venye nimevaa niko uchi. Hiyo ni imani tu bado. Ukienda kwa Wakorintho, kama hujafaa nguo ya white kutoka kwa kichwa mpaka chini, wewe uko nje ya Biblia. Lakini pale Biblia imesema imani moja, mwili mmoja, mwili mmoja, Ubatizo. kuna ubatizo mmoja. Mungu mmoja. Ukienda kwa wengine wanakupaka maji na bado wanaenda mbinguni. Sasa katika foundation yote ya Mkristo, iwapo hatutaingia hapo, hakuna mahali tunaenda. Hakuna mahali tunaenda. Inafaa tuingie hapo kwa imani moja ndio tukue citizen wa wapi? Wa mbinguni. Na tujipime. Kama kuna watu tunafaa kujipima nao, si watu, si wanadamu. Kama kuna kitu tunafaa kujipima nayo, ni Biblia kupitia mitume na kupitia manabii. Na Yesu Kristo akiwa jiwe kuu la pembeni. Tukijipima na hao, tujipata tuko nje hao, then tunafaa kurudi. Lakini tukijipima na hao na tuone tuko sawa sawa, tujue kwamba hatujapotea. Sasa pengine ndugu yangu pale umepitia makanisa kadhaa, pengine sijui. Na hata pengine kuna ile kanisa ilikuwa kiabudu. Wachana na dini kwanza. Weka dini kando. Weka dini kando. Chukua Biblia. Jipime na Biblia. Iwapo uko nje ya Biblia, Biblia hiyo ndio itakurudisha kwenye laini. Ukishawachana na dini. Mimi nimekuambia kutoka kanisa la Kisande, ambapo saa hizi pengine kama ningefuatilia ningekuwa na heshima nyingi sana kwa kanisa hilo la Kisande. Na kuja kujoin SDA haikuwa kazi rahisi. Haikuwa kazi rahisi. Kwangu haikuwa la kazi rahisi. Na tena uko karibu kukua, unakaribia pastor. Unajua kanisa sa Sunday mtu ambaye anaitwa deacon. Kama kanisa ule pastor hajatoa cheo, ingine ni pastor tu. Yule mtu anaitwa deacon, area karibu na pastor. Nimefika hicho kiwango. Mimi sasa ni deacon. So ule pastor akiondoka, deacon ndio anatiki charge. Alafu unawacha hizo sifa zote. Unakuja kukua mshirika wa kawaida. Kwanza karibu sana unapelekwa mtoni kubatizwa. Ni kama hujawahi fanya nini? Hujawahi okoka. Ni kama hujawahi batizwa. Hata ule pastor alibatiza wakati akikuja wakati ninabatizwa angeshindwa mimi nini? Unaona? Sasa ndio tukue na nini? Na imani moja. Na mimi nilifanya kupeleleza na nikafanya kuchunguza. Je, kanisa la SDA ndilo kanisa lilisemwa na Biblia tangu mwanzo? Hebu nisomee Genesis chapter number 2 verse 1 na 2.
Genesis 2:1 inasema basi mbingu na nchi zikamalizika. Mbingu na nchi zikamalizika. Na jeshi lake lote. Na jeshi lake lote. Naendelea kusema na siku ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote. Aliyoifanya. Akastarehe siku ya saba. Akaacha kufanya kazi yake yote aliyoifanya. Number 3 verse 3. Wachana na verse 3. Sasa kumbe amestarehe siku gani? Ya saba. Amemaliza kazi zake na akastarehe hiyo siku ya saba. Sasa tuanzie hapo mpaka leo hii. Kama kanisa halikuanzia shamba la Eden pale, hapo ndipo nakubaliana na naenda akifundisha. Kama kanisa halikuanzia pale, liko na mtiririko mpaka leo hii, hilo kanisa wachana naye. Hiyo kanisa wachana naye. Hata kama wanaanguka. Mimi nasemaga hata sisi tuliruka tukaanguka tukaomba wanasema mimi ile kanda la pili haiko sawa. Kwa sababu Mungu ni yule yule mwanzo mpaka mwisho na habadiliki. Kama halikuanzia hapo ambapo Eda amesoma, limetililika mpaka leo hii, hiyo wachana nayo. Na hiyo ndio iliniweza nilipokuja katika SDA. Nikajua kumbe letu lilikuwa limeanza 2011 hapa na Nakuru. Na kumbe alikuwa linanipeleka mahali. Na hata in fact okay, wacha niwache kuingia kwa hiyo nini. Lakini sasa mzee, nataka kukuambia iwapo umekuwa kwa kanisa pengine la Kisande na halikuanzia hapo, nimetilika mpaka leo hii. Mimi naweza kukuambia kuja pale na nikupe miezi 3 peke yake. Ujaribu pande hii kwa kusoma na kwa kujiangalilia, uone kama hili kanisa limeanzia hapo Genesis chapter number 2, limekuja kwa hizo hatua zote mpaka leo hii. Wewe kuja tu angalia. Mimi ni mwanadamu, hata kama nimesimama hapa. Unaweza sikia Steve ambaye ametuhubiria Sabato, hajakuja Sabato ijayo. Kwa nini? Huyu ni jirani yangu. Steve unajua hajakuja kwa nini? Huyu Friday alienda mhubiri, amelewa. Ndio maana hakufanya nini? Mimi ni mwanadamu. Na ukisikia ripoti kama hiyo, isikutishe, isikustue, isikutoe kwa imani. Sababu mzee kama umelipa nauli peke yako kukuja hapa. Si umejileta peke yako kwa miguu. Hivyo umejileta peke yako. Tafuta ni Mungu hivyo. Usitafute na mimi, usitafute na huyo. Hata huyo aende najua amekuhubiria. Hata yeye amekuhubiria. Ameplay part kubwa sana ya kunijenga na kunihubiria. Na saa hii hata nikisikia ameondoka kwa kanisa, ameenda. In any way, mimi siwezi kutoka kwa kanisa. Hapa kwanza siwezi kutoka. Hiyo nasemaga tu, hapa siwezi toka. Hata mke wangu hapa aniambia kuanzia leo hii sikuji kanisa na siendi na wewe kanisa. Wewe kaa tu. Mimi kanisa bado naenda. Kwa sababu msingi wangu mimi nimekwambia sijalelewa nje ya kanisa. Nimelelewa nikiwa kanisani. Asante sana kwa mahubiri ya siku ya leo. Inaishara hivyo. Na tutasimama na wimbo mmoja, na najua yote mmefurahia, kila mtu amepata kitu. So tusimame na wimbo, turudie hiyo ama namna gani? Bosco, tupe wimbo ile tunafunga nayo hiyo. Kwa hiyo sawa, watakuta chorus inatutalia. Chorus ni kama wengine hawajazoea sana. Kama twende mwamba imara katika mwamba. 6 feet.